haina haja ya kupata mambo mengi wakati yale machache sijafanyia kazi. Na neno la Mungu liko hivi: nikifanya yale machache yanayofunuliwa, Bwana anaongeza nuru. Na kama ambavyo uliambiwa kwa juma la uchapishaji, maana yake ni juma la kusoma vitabu. Na tulishasema Biblia imesema asomaye na afanye nini? Na fahamu. Na Sabato tulianza na fungu linalosema kwamba kama tutakataa maarifa, Mungu naye atawakataa watoto wetu. Kwa hiyo penda kusoma. Bado tunaendelea na somo lile la wakati wa kupepetwa. Ninaomba nirudie tena kwamba wakati wa kupepetwa umeanza. Umefanya nini? Umeanza na utaendelea mpaka mlango wa rehema unapofungwa. Lakini wengine unafungwa mapema, mshale wa mauti unapokuta. Lakini kipindi hiki cha kupepetwa ndio kipindi hicho cha hukumu ya upelelezi. Ndicho kipindi cha kupokea mvua ya vuli na mvua ya masika. Ndicho kipindi cha kupigwa muhuri wa Mungu aliye hai. Nifunge kwamba kanisa la Waadventista wa Sabato, sisi ndio tumekabidhiwa huu mzigo kuliko makanisa mengine yote. Sasa tunaendelea kwamba ni nani wanaopepetwa. Unaposikia fungu limesomwa la Amos kwamba Bwana atatoa amri na ataipepeta ya Israeli kama mataifa yote. Lakini pale jumbe mzuri kwamba haitaanguka chini. Ngano haitafanya nini? Lakini naomba uelewe kabisa kwamba katika kipindi hiki cha kupepetwa si kipindi kirahisi, kwa sababu ni kipindi cha kutoa makapi ya tengwe na ngano. Sasa ni nani watakao petwa na kulia kanisa? Ya, kama tulivyokwisha tumeona uasi, lakini tukaona dunia kulia nini? Kanisa. Tukasema kwamba mambo makubwa yanayotuingiza kwenye shida ni saa ya msiba, saa ya harusi. Hapo sasa unajua msiba unachangamana na ndoa na imani moja, na hapo unapofahamika unaamini nini. Wajua kwamba wengine hata kwenye msiba wamebeba mawaru. Hajawahi kuta mmoja kanisa, lakini anapeleka wapi? Alafu basi wangu utanihurumia, wakati mwingine sisi kanisa kama hivi, maana unaenda kuzika orodha kabisa ya watu wanaopeleka maua puri, la shangazi, la mtoto, la babu, la bibi. Alafu wakati mwingine tunidanganya. Unapoona mambo yamezidi, unashangaa mzee wa kanisa au mchungaji anasema kazi ya kanisa imeishia hapa, sasa tunaachia kazi ya familia. Ukishasema tunaachia kazi ya familia, umeidhinisha wewe. Wewe unajifanya umejitoa, kumbe ndio umefanya nini? Umeshaidhinisha. Lakini kanisa linapaswa kuonywa mapema kabla msiba haujafika, kwa sababu ukiwa mkali tena wakati wa msiba, wataona wewe una uadui na aliyefiwa. Kanisa linapaswa kuonywa mapema habari ya sherehe za harusi kabla harusi haijatangazwa. Maana ukikazia kwa sababu ya fulani imetangazwa, wataona wewe una uadui na huyo mwenye hiyo harusi. Ndio maana kwenye Gospel Workers Mama White anasema kanisa lirudi Sabato mchana likae kama darasa. Yale yanayowasibu waulize maswali na majibu yatolewe.
Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nipende tu kueleza na wewe unafahamu kwamba tumezidiwa kwa hayo mambo mawili. Sasa ni nani watakao pepetwa? Moja, wasiojali na wenye kutoona umuhimu. Jamani, wasiofanya nini? Wasiojali alafu hawaoni nini? Na Roho Nabii nazungumza kwenye ujumbe wa awali, early writings ile ya Kiingereza, ukurasa 271. Anasema hivi: baadhi walikuwa wametikisika na kuachwa njiani. Mnakumbuka wale tulioanza juzi wakati wa kupepetwa kwamba Mama White alionyeshwa makundi makubwa mangapi? Jamani, mangapi? Wale wanaoomba kwa dhati na wanaojali, na wale ambao ni wazembe hawajali. Alafu baadaye anasema malaika waovu walikuwa wanawazunguka sana wale wanaoomba kwa dhati na kwa bidii. Alafu Mama White akasema lile kundi ambalo hawajali likapotea machoni pake, hakuliona. Lakini baadaye tena na hawa waliokuwa wanajali likapotea. Baadaye linarudi, cha kwanza alichoona nyuso zao zimeng'aa, lakini alichoona kingine kizito, kundi limepungua. Halo, kundi limefanyaje? Unajua unaposoma unabii unafikia mahali hata ile wakati utakapofika wa kutoka mjini kwenda vijijini na kwenda maporini, naomba usikilize. Roho Nabii nasema hivi, hatua ile ya kwanza itakapotangazwa na wanayo mjini wanapoondoka kwenda vijijini tayari kuondoka kwenda porini, watakao toka kwa mara ya kwanza watatoka wengi. Lakini baadaye watakapofika kijijini, dunia itatangaza. Mama White anasema watatumia viredio vidogo, tena wakati wao ameandika digital radios, vile viredio vidogo. Siku hizi unajua Mama White wakati wao alipozungumza hata hizi simu janja zilikuwa hazijaja. Hiyo tayari si redio tayari. Si unaweka tu kwenye frequency unasikiliza mawimbi ya redio ya mahali fulani. Sasa anasema saa itafika alafu itatangaza kwamba jamani, watu hawa wasisumbuliwe tena. Asema sasa wale walioondoka kwenda vijijini, wengine watarudi tena mjini kutafuta mali zao na shughuli zao walizoanza. Na baada ya hapo wale wataondoka kwenda mahali pengine, na wale waliorudi mjini ndio kupotea hivyo. Hiyo ndio inaonyesha kabisa kwamba kundi linapungua hatua kwa hatua. Na sasa anasema wale wasiojali na wasio na bidii. Hawajali alafu hawana nini? Ambao hawakujiunga na wale waliothamini ushindi na wokovu vya kutosha kuomba kwa uvumilivu, kwa uchungu ili kuupata, hawakuupata, wakaachwa gizani. Sasa sentensi inayofuata ni ile tuliyoona katikati ya juma, na nafasi zao zikajazwa mara moja na wengine waliokumbatia kweli na kujiunga katika safu. Na Biblia inasemaje? Shika sana ulicho, asije mtu akafanyaje? Akaitoa taji yako. Kumbe hawa watakaoacha, nafasi zao zitafanya nini? Unakumbuka sentensi niliyozungumza hapa nikasema ni ngumu lakini ni ya ukweli. Unaokombolewa tunakwenda kujaza nafasi za malaika walioanguka. Tunaenda kufanya nini? Tunaenda kufanya nini? Za nani? Walianguka kiasi gani? Moja ya ngapi? Na utafiti uliofanywa duniani sasa hivi ni kwamba 2/3 ya wanadamu ni waabudu sana. Ina maana wameanguka 1/3, lakini wameathiri ngapi? 2 ya ngapi? Ya 3. Na tulisomaje kwenye Christian Service ukurasa wa 41 kwamba ni vigumu kwa wale walioandikwa katika vitabu vya ushirika kupata wangapi? Mmoja aliyejiandaa kumaliza historia duniani. Ina maana kwa washiriki 20 kupata mmoja anayekwenda mbinguni ni kazi.
Na juma hili tulisoma kabisa kwamba ushirika kwenye kanisa hautuhakikishii wokovu. Maana tunatakiwa tufanye zaidi ya kuwa Waadventista wa Sabato. Maana tulisoma kwenye Mathayo, walioitwa ni wangapi? Wateule. Sasa si uelewe tu kabisa kwamba ung'ang'anie nafasi za wachache. Halo. Ung'ang'anie nafasi za nini? Lakini Yesu alisemaje? Na kwenda kuandalia nini? Nikiisha kuandalia nitafanyaje? Lakini anasema nyumbani kwa Baba yake. Kwa hiyo atakayekosa mbinguni sio kwa sababu kumekosekana makao. Alishasema kuna makao mangapi? Mengi. Na roho ya nabii anasema baada ya waliokombolewa tunapofika mbinguni na tukienda sasa kukaa mahali alipotuandalia, bado kutakuwa na nafasi ya watu kukaa wengine ambao hawapo, milioni 200. Milioni ngapi? Yaani biashara imeisha, hesabu imekamilika, lakini kuna nafasi zilizo wazi, milioni 200. Hiyo unayekosa kwenda mbinguni si kwa sababu nafasi haipo. Yesu alishasema nyumbani mwa Baba yangu mna makao ya namna gani? Kwa hiyo sio swala kwamba, na unajua wengine wanaposoma fungu, Bwana awajua walio. Sasa nani alikuambia kwamba wewe sio wake? Kwa nini usiwe wake? Na alishaandika, kwa maana jinsi hii Mungu alifanyaje? Aliupenda nini? Lakini naomba uelewe hivi, Yesu ameshalipa deni. Ameshatupatia passport ya kwenda mbinguni. Ametupatia nini? Lakini visa inatolewa kwa wachache. Passport ni haki ya, kwa mfano kwa katiba ya Tanzania, passport ni haki ya kila raia wa Tanzania. Yaani hata unapoenda kwenye ofisi za uhamiaji, sio lazima ukifika kuambie kwamba sasa unataka passport, kwani unaenda wapi? Passport ni haki ya raia wa Tanzania. Yaani wewe kwa sababu tu hujajua katiba, ndio maana unaulizwa kwani unaenda wapi? Ungemjibu tu kwamba kifungu cha sheria namba fulani kinaniruhusu kuwa na passport. Ili saa yoyote huenda na ndugu yangu aliye nje, au nimepata scholarship, au nimeugua natakiwa nisafirishwe sijui kwenda India kwenda wapi, sasa ninatumia hiyo passport kwenda kuchukua nini? Visa. Lakini visa sio kipande kingine unachopewa. Visa bado inagongwa kwenye passport. Kwa hiyo bila passport huwezi kupewa nini? Huwezi kupewa nini? Kwa hiyo Yesu ameshatupatia passport. Ndio maana ukisoma kwenye roho ya nabii anasema wote ni candidates of heaven. Tumepata usajili wa mtihani. Lakini unashangiliaje wakati baraza la mtihani halijatangaza washindi? Si niliwaambia tunaharibu? Kwamba mtu amemaliza chekechea anafanyiwa graduation, anaenda wapi? Wakati shule ndio inafanya nini? Inaanza. Anamaliza form 4 anafanyiwa nini? Alafu tena siku hizi inafanyika mbaya zaidi, anafanyiwa hata hajafanya nini. Waulize waliosoma zamani, sisi tulifanyiwa graduation baada, yani unapoweka kalamu chini mtihani wa mwisho ndipo graduation inaanza, na mnapomaliza graduation mnaenda nyumbani. Sasa kwa nini walimu walibadilisha ili graduation zifanyike mapema? Kwa sababu hao wanadamu wanapongojewa mpaka wamemaliza mitihani, wakifanya graduation, kizazi kilichofuata kinavunja madirisha ya shule. Sasa kwa nini tuhangaike kuvunjiwa madirisha ya shule? Sasa kwa sababu hajafanya mtihani, hajajaza fomu ya kwamba ataendeleaje, ile inaitwa self form. Kwa hiyo sasa wanafanya graduation, alafu wanafanya ujinga wa ajabu. Wakimaliza graduation, siku iliyoitwa graduation, mzazi mmoja anasimama kwa unafiki asema, tunashukuru kwamba mmewalinda watoto wetu, lakini tunaomba
wakabidhi tena kwenu mpaka wafanye mtihani. Si mnaona mnafanya kitu cha ajabu kabisa. Halo. Sasa wanakuja kanisani wanafikiri ni hivyo hivyo. Yesu baada ya kulipa gharama, Roho Mtakatifu anafanya utakaso. Yeye ndiye anayetoa visa. Halo. Anayetoa visa ni nani? Ndio maana Yesu anasema nitukane tu utakavyonitukana. Mtukane Mungu Baba utakavyomtukana, lakini usije ukajaribiwa kumtukana nani? Maana yeye ndiye atakaye kuweka muhuri mpaka siku ya ukombozi. Roho Mtakatifu ndiye anayemwambia Mungu Baba, Mungu Mwana, huyu anafaa kukaa mbinguni. Halo. Halo. Na Roho Mtakatifu ndiye anayetembea sasa na yule malaika anayeweka muhuri. Sasa anapopepeta, sasa anasema ni lazima kukumbatia ukweli, la sivyo nafasi hizo zinachukuliwa na wengine. Lakini watakao pepetwa wengine ni nani? Kwa nini wapepetwe? Ni ushuhuda wa moja kwa moja. Halo, kitu gani? Jamani, kitu gani? Kwenye kitabu cha Mama White kinaitwa Christian Experience and Teaching of Ellen G. White, ukurasa 176, anauliza hivi: niliuliza maana ya kutikisika nilikoona, na nikaonyeshwa kuwa kumesababishwa na ushuhuda wa moja kwa moja unaoitwa na ushauri wa shahidi wa kweli wa Walaodikia. Tumejifunza juma hili kwamba Laodikia ni kanisa la mwisho katika historia ya Ukristo. Hili ndilo kanisa ninalosali mimi na wewe, kanisa la awamu ya mwisho, baadaye linaanza kanisa makao ya milele. Sasa Yesu anasema nayajua matendo yako, kwamba hu baridi wala hu nini. Anasema kwa sababu uvuguvugu nitafanya nini? Lakini anasema ninakupa nini? Shauri. Ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto. Ununue kwangu vazi jeupe upate kufunika uchi wako. Ununue kwangu dawa ya macho upate kuona. Alafu anasema nini? Wote ni wapendao ninawakemea na kuwarudi. Sasa shida iliyobaki kwangu na kwako ni nini? Tumefika mahali ambapo kanisa hawataki kufanya nini? Kukemewa. Hawataki ushuhuda ulio wa nini? Jamani, ushuhuda ulio wa nini? Wa wazi. Yaani hawataki kuambiwa hicho usile, hicho usifanye nini? Usile. Ni ngumu. Wakati fulani nilikuwa nafanya mkutano wa hadhara kule Uchagani, sehemu za Rongai. Siku hiyo nikahubiri fundisho la vinavyoliwa na visivyoliwa, nikazungumza habari ya nguruwe. Kumbe pembeni pale kwenye uwanja kuna jamaa yangu rafiki Mchaga anauza nguruwe. Huku mmezoea kuita kitimoto. Sasa wakati nashuka kwenye mimbari, jamaa anakuja. Mimi nafikiria anakuja kuitikia wito. Akaja direct, alafu anasema, mtumishi, leo umehubiri vizuri lakini una tatizo moja. Nikamwambia, tatizo gani? Sema, wewe hujui utamu wa nguruwe. Twende pale uonje. Ukishaonja tu hutahubiri tena kwamba tuache kula nguruwe. Nikamwambia, rafiki, huko siendi. Sasa wengi hawataki ushuhuda wa nini? Wa wazi. Hawataki kuambia kwamba hicho hapana. Wakiambiwa unafanya hivi na hivi na hivi na hivi, hiki na hiki na hiki. Yaani watu hawataki. Kuna mambo makubwa mawili kama nilivyokusha kuambia, tumeyauza kwa familia badala ya kanisa. Ni hayo ya ndoa na harusi. Kwa sababu
anayezika ni mchungaji, ni mzee wa kanisa, ni shemasi. Unajua ndio wa kanisa. Anayezika ni nani? Mchungaji na nani? Mzee wa kanisa na nani? Na shemasi. Maana yake ni kwamba mwinjilisti hawezi kuzika. Maana kanuni ya kanisa haijasema mwinjilisti hata kama anahubiri haziki. Maana ile kuwekewa mikono maana yake umetengwa kwa huduma maalum. Halo? Lakini sasa tena anayeidhinisha sherehe ni nani? Mchungaji. Nimewaambia kwenye ile leseni yake ya ndoa kule nyuma imeandikwa kabisa kwamba ameidhinishwa kuidhinisha sherehe. Maana yake ni kwamba hakuna send off, hakuna kitchen party, hazipo kibiblia wala hazipo kwa sheria ya ndoa ya Tanzania. Shida kwa wanatunga sheria ni wanavunja sheria, maana ni raia hao. Halo, habari ya leo. Swala la ndoa sio swala la kujichukulia. Unasoma kwenye Biblia, bahati nzuri ile somo la uwakili lilipita. Mungu alipokuwa anaumba ndege alitamka ikawa. Alipokuwa anaumba wanyama alitamka ikawa. Halo? Alipoumba miti alitamka ikawa. Alipoanza kwa mwanadamu alianza na hotuba. Na tuumbe mtu kwa mfano wetu. Kwa hiyo swala la ndoa sio halali mpaka hotuba. Mbona mseme amina? Mpaka hotuba. Ndio maana yule anayemaliza kutoa hotuba anasema kwa mamlaka ya neno la Mungu na sheria ya nchi natangaza ni mume na mke. Maana hotuba imeisha. Ndio maana hotuba ya Mungu ilipoisha, Adamu anasema huyu ni nyama katika nyama yangu, ni mfupa katika mifupa yangu, ataitwa mwanamke. Ndio maana mchungaji anapoanza anasema waliojitwalia pasipo kuidhinishwa na Mungu, ndoa yao si halali. Hata kama wanakaa pamoja, ndoa yao sio nini? Halo, sio nini? Na juma hili tukajifunzaje? Kama unataka ufanye kitchen party, unataka ufanye send off, hiyo ni ya kitamaduni. Kwa hiyo ukishafanya hiyo usije tena kuomba ndoa kanisani. Maana wewe umetaka ya mila. Na kama mnataka ya mila, mkuu mliyemchagua kwenye mila mumuidhinishe kwa miniti ya mila yenu, aende kwa msajili wa ndoa, apewe naye cheti cha ndoa kama wanavyopewa wachungaji na mashehe, ili akimaliza hiyo sendiofu yenu awape hicho cheti kilichoandikwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa mkaishi, ili baadaye sasa kanisa liseme wameoana bila utaratibu wa kanisa. Mbona mnanitazama? Sasa ninapakaziaje na umeshapasikia? Kwani neno linasemaje? Wasiojali ndio watapepetwa. Wasiofanya nini? Na kwani Yesu aliwaambiaje wanafunzi? Kuja kwangu mara ya pili kutakuwaje? Kama ilivyokuwa Sodoma na nini? Kama ilivyokuwa kabla ya gharika. Walikuwa wakila, wakinywa, wakioa na kufanya nini? Ina maana kwamba masuala ya kula na kunywa, masuala ya kuoa na kuolewa, tunapaswa tuyawekee tahadhari tunapofikia mwisho na wakati huu wa kupepetwa. Halo? Ndio maana tunapaswa kuwa makini. Na wanaopepetwa ni wale ambao hawajali, lakini vile vile hawapendi ushuhuda wa moja kwa nini? Kwa moja kwamba hilo halifanyiki. Na ndugu zangu, huwa sisi ndio tunafanya tu hivi, lakini madhehebu mengine ambayo tunafikiri sio ya kweli,
wao wako very strict. Padri akikwambia hilo sitafanya, hafanyi. Akikwambia huyo sitazika, haziki. Si unajua rafiki zetu hao wa Roman, kama we huko kwenye jumuiya ukifa tu, anayekwenda kutoa taarifa kwa padre anamuuliza yuko jumuiya ipi. Ukishasema hayupo, sema huyo sio wa kwetu. Nilipokuwa mchungaji wa Buruka huwa nilikuwa nazika sana hao wa namna hiyo. Mimi sikuwa nakwenda kuhalalisha matendo yao, lakini hapo ndio kupata wateja waliotulia, wamefiwa, sasa wanasikiliza neno. Mmoja alikuwa mwanajeshi na wakagongana, alafu akafa. Alafu kumbe alikuwa hayuko kwenye jumuiya. Alafu mwingine alikuwa watu wa utalii. Sasa akakataliwa kwa padri. Wakasema twende kwa mchungaji wa Lutheran. Lutheran akauliza, "Ni mko ushirika gani?" Sema sisi ni wa Roman, lakini padri amekataa. Sema huko hatufai. Alafu baadaye ndugu zao wanakuja wanasema, "Je, mchungaji unaweza ukatuzikia mtu wetu? Imefika siku ya 3 na walipata ajali." Nikamwambia, "Haya, elezeni." Wakaeleza, nikamwambia, "Mimi nitazika, lakini mfuate masharti, maana sasa msiba ni wa kwangu sio wa kwenu." Nikamwambia mzee wa kanisa twende. Akasema, mimi siende. Alafu wakaleta cruiser, nikaenda. Wakati nimekaa pale mbele nakuta mzee wa kanisa naye amekaa kwa mbali. Nikasema sasa ngoja nimjaribu. Nikamwambia mzee wa kanisa, njoo hapa uombe. Sasa nimemuitia mbele za watu na alikataa na kwaya isiende. Wakati huo sasa ni utawala wote ni wa kwetu wamekiwa. Na unajua kilichotokea baadaye, wale watu walikuja zaidi ya 20 kutoa shukrani kanisani pale Buruka. Haleluya. Ilibidi tuitishe sabato ya wageni ya dharura kwa watu wanaokuja kutoa shukrani kwa kuzikiwa ndugu yao. Halo. Msiba wa pili ulitokea tena. Amekataliwa. Alafu ndugu yake alikuwa na sali pale Arusha, kanisa moja linaitwa Shams. Alafu yeye ni Baptist. Sasa nilipofika pale kuzika sasa na nini namaliza, nashangaa naletewa hela imekusanywa kabisa kwenye sinia. Naambiwa, "Mtumishi, hii ni ya kwako, maana huku yule anayezika ndiye anapewa, hii hela ni ya kwake hii." Nikamwambia, "Niitieni waliofiwa." Ndipo nikamwambia, "Chukueni rambirambi, sisi wa kanisa la Waadventista Sabato tunazika ni huruma." Wao walichoweka msimamo ni huo. Waadventista Sabato tuna maridhiano mengi wakati ni kipindi hiki cha kupepetwa. Na juma hili tumesemaje? Ndoa inafanyika. Na imeelezwa kwamba ni wanawali wangapi? 10. Si ndio imetolewa mfano kwenye Biblia? Nikawauliza, wanawali ni wa kiume ni wa kike? Sasa wavulana mna machi nini kwenye ndoa za watu? Watakapoitwa maid na wewe unaenda huendi. Tumejichanganya mno. Ndio maana sasa tunapofundisha somo la haki kwa imani, tunapofundisha masuala ya ndoa, unashindwa kulielewa, maana umejichanganya na ulimwengu. Halo. Basi mpaka sasa mna bibi harusi mdogo huku. Huo ndio upagani kuliko vingine vyote. Kwa sababu bibi harusi mdogo anatokana na upagani mizimu. Kwamba huyu binti hatumuamini kwamba aliishi salama. Kwa hiyo haka kabibi harusi mdogo na kabana harusi mdogo wapite kufuta makosa yao. Ndio asili ya bibi harusi mdogo. Inatoka upaganini. Tupo au tumeshaondoka?
Biblia inasemaje? Asomaye na afanye nini? Na ukisoma kwenye Waefeso 5 anasemaje? Paulo anaongea ya mume na mke, lakini mwisho anasemaje? Fumbo hili ni kubwa. Mimi nazungumza juu ya Kristo na nini? Na kanisa. Ndoa imeletwa kama kielelezo Mungu anavyookoa wanadamu baada ya tatizo la dhambi. Na anasema baadhi hawakuvumilia. Anasema hii itakuwa ni athari moyoni mwa mpokeaji na itampelekea kuinua kiwango cha viwango na kumimina kweli ya moja kwa moja. Baadhi hawatavumilia ushuhuda huu wa moja kwa moja, watasimama dhidi yake, na hii ndiyo itakayosababisha kutikisika kati ya watu wa Mungu. Narudia tena, unabii unaposema watu wa Mungu ana maana wa Adventista wa Sabato. Lakini ni nini tena kitawaweka pembeni? Waumini wa juu. Waumini wa namna gani? Sasa sikiliza. Anasema tena kwenye manuscript ya 64 ya mwaka 1898 au Last Day Events ya 175, anasema hivi: wale waliopata fursa na nafasi ya kuwa na ufahamu sahihi kuhusu kweli na bado wanaendelea kupinga kazi ambayo Mungu angependa ifanyike, watasafishwa na kuondolewa, kwa maana Mungu hapokei huduma ya mtu ambaye maslahi yake yamegawanyika. Hapokei huduma ya mtu ambaye maslahi yake yamefanyaje? Gawanyika. Nusu kanisani, nusu wapi? Duniani. Ikifika Jumamosi, Mwadventista Msabato mwaminifu kweli, shemasi wa kuaminika. Jumapili amevaa hereni, amevaa bangili, amevaa mkufu. Na siku hizi wanavaa mikufu wanaificha huko ndani ya kama ni shati, kama ni blausi, wanavaa huko, wanafichia huko. Alafu wamevaa na bangili na hereni. Unajua kama ungesoma Biblia, bangili na hereni ni miungu ya kigeni, lakini vile vile kwa asili originally ilikuwa inavaliwa na ngamia. Ilikuwa inavaliwa na nani? Na ukisoma kwenye Biblia, wakati fulani walionekana wanadamu walikuwa wamevaa, lakini Biblia ikasema hao wamevaa kwa sababu sio Wayahudi, ni Waishmaeli. Ni wa nani? Ishmaeli. Na wewe sasa umeaminishwa kwamba Waishmaeli ni nani? Si umeambiwa ni Waislamu? Maana ukasema huyu ni Waishmaeli na huyu ni Waisaka. Lakini wakati Yakobo anavuka kivuko cha ili waende Bethel, aliwaambiaje familia? Toeni miungu yote ya nini? Ya kigeni. Kiutaratibu katika Biblia hamna hata hizo pete wala nini. Maana pete yako sasa ni Yesu Kristo. Haleluya. Amani. Haleluya. Kuna watu tu chini ya jua wana tamaduni za pete, lakini tamaduni sio Biblia, ni Wahindi. Mhindi aliyeolewa asipovaa pete wanaona hajaolewa, lakini bado Wahindi waliompokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wao wameshazivua. Haleluya. Haleluya. Ni nani wengine watakao pepetwa? Ni wale walio na ufahamu mdogo wa Biblia. Jamani, ni nani? Ufahamu mdogo wa nini? Kwenye Pambano Kuu ukurasa 593 anasema hakuna ila wale tu walioimarika akili zao kwa kweli za Biblia ndio watakaoweza kusimama katika pambano kuu la mwisho. Asubuhi tulisemaje? Sio wale wanaosema unajua mchungaji alisema, baraza la kanisa limeamua. Ndugu yangu, huko tunakoenda baada ya amri ya Jumapili kutangazwa Amerika, hakuna church body, hakuna field,
Hakuna union, hakuna division, hakuna general conference, hakuna mchungaji, hakuna shemasi. Ni kila mmoja atasimama peke yake aseme anachoamini. Kwa hiyo kazi ya mchungaji na wote tunahubiri ni kuandaa watu kusimama. Haleluya. Unajua hata hao wanachuo wanafanya shida kule vioni na wanalazimisha kufanya mtihani, mchungaji au mzee wa kanisa anapoenda kuwatetea inakuwa rahisi kama wao wenyewe tayari walishasimama. Lakini ukifika ukikuta nusu yao wameyumba, ujue unatengeneza kwanza mazingira. Unajua mazingira unayotengeneza ukishakuta nusu wameyumba ni nini? Mazingira ya kwanza unayotengeneza ni kuwafuta walioyumba ili uwatetee waliosimama imara. Ni kumwambia mkuu wa chuo kwamba bwana, unajua hizi imani kila mmoja na peke yake. Hao waliofanya wamefanya kwa Mungu wao. Hawa wamesimama imara kwa Mungu wao. Naomba niwatetee waliosimama imara. Lazima kwanza uwafute waliokaa pembeni. Alafu wao hawajui mchungaji au mzee wa kanisa amefanya nini. Maana usipowafuta hutaweza kutetea waliosimama imara. Maana tayari mkuu wa chuo atakwambia maana hawa nao ni wasabato na wamefanya. Si lazima uwafute kwanza waliofanya? Kwa hiyo nasema ni wale ambao kabisa wameimarika. Lakini kingine kitakachowapepeta ni nini? Ni kile tulichosema, kukataa ujumbe wa Laodikia. Anasema itakuwaje sasa? Katika Shuhuda za Kanisa gombo la 5 ukurasa wa 233 anasema, mara kwa mara sauti kutoka mbinguni imewahutubia. Je, mtaitii sauti hii? Je, mtazingatia shauri la shahidi wa kweli la kutafuta dhahabu iliyosafishwa kwa moto, mavazi meupe na dawa ya macho? Dhahabu ni imani na upendo. Dhahabu ni nini? Mavazi meupe ni haki ya Kristo, na dawa ya macho ni utambuzi wa kiroho unaowawezesha kuona hila za shetani na kuziepuka, kugundua dhambi na kuichukia, kuona kweli na kuitii. Hiyo ndio dawa ya macho, na hiyo inatolewa na Roho Mtakatifu peke yake. Lakini bado anasema kwenye Shuhuda za Kanisa gombo la 1 ukurasa ule wa 186 anasema, nikaona kwamba ujumbe huu haungekamilisha kazi yake katika miezi michache. Umebuniwa kuamsha watu wa Mungu, kuwafunulia kurudi nyuma kwao na kuwaleta katika toba yenye bidii, ili wapate kufadhiliwa kwa uwepo wa Yesu na kuandaliwa kwa ajili ya sauti kuu ya malaika watatu. Kwa hiyo swala la kupepetwa, tukisimama vizuri ndipo tutamaliza. Yule malaika watatu wanasemaje? Mtu awaye yote akimsujudu mnyama na nini. Na sasa naomba unielewe, Waadventista wa Sabato huo ndio ujumbe wetu. Lakini tumeshindwa kuutoa. Tumefanyaje? Kwa sababu huo ujumbe ni lazima uzungumze hayo matakataka yote yaliyoingia kipindi cha zama za giza. Hayo matakataka, lakini kwa namna utakayo. Unajua wengine wanaogopa kwamba maana ukishazungumza mnyama na sanamu yake huna namna. Lazima uongee habari ya ibada ya siku ya kwanza ya juma. Lazima uongee system ya Roman Catholic. Lazima uongee habari ya upapa. Na inahitaji maombi mengi, inahitaji uvumilivu mwingi. Na rafiki zangu wa Chaga wanaotoka kule Uchagani, mwaka juzi nilihubiri kule Uchagani, sehemu moja inaitwa Mahida. Sasa hivi hata nikiwa hapa wamenipigia simu, maana hakuna kiwanja, waliozunguka ni Walutherani na Waromani, wana cathedral kubwa. Alafu sasa Mungu akajitwalia watu wapya kabisa kutoka Roman Catholic na Lutheran 22, lakini hawana kusalia. Alafu tukapata kiwanja, tukaambiwa milioni 14. Alafu tukambembeleza mwenye kiwanja, akasema nipeni milioni 12. Tukachelewa, tulipochelewa kidogo, padri akaenda akamwambia mwenye kiwanja,
hawa Sabato unataka kuwauzia shilingi ngapi? Milioni 14. Mimi nitakupa 40. Ili tu tusijenge. Saa hiyo nimeshahubiri Danieli 1 mpaka 12 usiku. Nilikuwa nahubiri mchana, alafu usiku mpaka saa 2:30. Alafu kila ukihubiri paroko anapita na katekista wanaangalia nani amekaa. Unajua tunakuwa na kiburi cha kuitisha wito kwa sababu watu wamekaa. Sasa tutaitisha wito kwa wakati ni madawati na kwaya tuliokuwa nao. Kwa hiyo mimi nikimaliza sema kuna kanisa huko linaitwa Mamsera, tumeazima kisima cha ubatizo na anayetaka kubatizwa tukutane huko tukambatize. Kwa hiyo wanaoongoka huko wanakuja kimya kimya, alafu unaenda huko sasa ili uende ukabatize. Sasa wakati paroko anapita anarudi, siku ya juma la mwisho karibu sasa tunamalizia, anashangaa sijaenda mimbarani, shangaa mtu ananigusa huko mgongoni. Kaanza anasema, mtumishi, tumsifu Yesu Kristo. Kaambia milele amina. Kasijua huyu ni Mromani. Asema paroko amenituma. Kaambia haya, amekutuma nini? Asema amesema imetosha. Washiriki watatoka wote, yeye atawahubiri akina nani? Asema hebu acha kidogo. Nikamwambia hakuna kosa lingine? Asema hapana, amesema ni ukweli mtupu, hawezi kuupinga, lakini sasa waumini wake watatoka wote. Kamwambia mwambie na yeye namtaka. Na yeye anataka kuokolewa. Lakini kilichosaidia ni nini? Nilihubiri mnyama na sanamu yake katika swala la historia. Katika swala la nini? Kwamba huyu padri aliyeko hapa sio yeye aliyebadilisha. Yeye kazaliwa juzi kama wewe, na wewe umeabudu kama ulivyoabudu. Mahali walipokuja wakoloni wakaingia Waromani wakawa Waromani. Walipoingia Walutherani wakawa Walutherani. Walipoingia Wasabato wakawa Wasabato. Walipoingia Waislamu wakawa Waislamu. Lakini saa imefika sasa ya kujua Mungu anataka tuabuduje. Na hawawezi kukataa, maana huwezi kukataa historia. Haleluya. Lakini huko tunakoenda watakasirika. Watafanya nini? Watakasirika. Maana shetani sasa ataona haya, na nataka uelewe hivi, shetani ana shida na kanisa lingine lolote isipokuwa wa Adventist wa Sabato. Anapopata mmoja tu asema afadhali. Wala ukienda kule wewe hupewi kipaimara, unapewa kwenda kufundisha Sunday school. Unaenda kufanya nini? Kufundisha Sunday school. Maana unajua huenda hata wakati mwingine kuliko katekista kama umezama kwenye Biblia. Lakini ni nani tena watakao pepetu? Ni kukataa mashauri kuhusu matengenezo ya afya. Hapa sasa matengenezo ya nini? Hapa napo mtavumilia au niache? Ni mazito. Councils on Diet and Food, ukurasa 382, anasema matengenezo makubwa zaidi yanapaswa kuonekana miongoni mwa watu wanaodai kuwa wanangojea kuja kwa karibu kwa Kristo. Mageuzi ya afya yanapaswa kufanya kazi miongoni mwa watu wetu ambayo bado hayajafanyika. Sasa usikilize kinachofuata. Wapo wale ambao wanapaswa kuwa macho kuhusu hatari ya kula nyama. Hatari ya nini? Lakini bado wanakula nyama ya wanyama, hivyo kuhatarisha afya ya kimwili, kiakili na kiroho. Sikiliza anavyomaliza sentensi. Wengi ambao kwa sasa wameongoka nusu tu katika swala la kula nyama watajitenga na watu wa Mungu, wasiandamane nao tena.
Mbona mmeniangalia kwa macho makali sasa? Naomba unielewe, swala la nyama ni tofauti na majani ya chai na kahawa. Majani ya chai na kahawa ni dhambi, hatupaswi kutumia kabisa. Swala la nyama ni swala la afya. Kwa nini mjumbe wa Mungu anasema magonjwa mengi kwa wakati wa mwisho yanakwenda kwa wanyama? Yanaenda kwa nini? Tena mjumbe wa Mungu Mama White anasema kama basi unataka kula sijui ni kuku, ule kuku uliyemfuga wewe, uliyejua umemlisha nini. Halo? Lakini bado anasema tunapofika mwisho wa wakati, habari ya nyama itakuwa haipo kwenye meza zetu tena. Halo? Ndio maana tunapaswa kuwa makini. Sasa kinachotupata ni nini sasa? Niliwaambiaje juma hili? Makambi sio sherehe, ni mkutano makini. Halo, ni nini? Na roho ya nabii nasema kwenye mikutano ya kanisa hatupaswi kula nyama. Sasa mambo yamegeuka. Karibu kila kambi ng'ombe wawili watatu, tena kwa mashindano. Hivi ni kweli au si kweli? Mara ya kwanza walipoanza kuingiza kula nyama watu wa Majengo kule Moshi, pastor, waulize watu wa Majengo. Ninashangaa hata hivyo sasa hivi kwa nini wanarudia tena kula nyama. Maana ng'ombe wa kwanza waliyemleta kwenye kambi, aliyekuwa anasimamia kambi hilo, mchungaji aliyekuwa pale alikuwa ni Pastor Mbonea Ruben. Ng'ombe alipoletwa ile Ijumaa ili akachinjwe, aligeuka kuwa mbogo. Aliwafurumisha karibu kuwaua watu wa Majengo. Akakimbia, akaenda porini, amegeuka kuwa mnyama wa porini kabisa. Hawakumkamata tena, wakaacha kula nyama. Na yule ng'ombe hawakumpata mpaka kesho. Na ilikuwa katika dakika za kutaka kumchinja ndipo alipoleta hiyo vurugu. Ndipo Pastor Ruben akawaambia, niliwaonya kwenye kikao hamkusikia. Sasa hivi ni mashindano ya kula nini? Roho nabii nasema kama unakula ule nyumbani, sio kwenye mkutano ulioandaliwa wa dini. Nyama ina shida gani? Inaleta ukungu kwenye akili. Imetumia neno la kitamu linaitwa numbing. Inaleta ukungu kwenye akili, na ukungu huo unatokana kwenye mambo. Unaweza ukatoka kwenye mkutano wa kiroho umeelewa kabisa, unasema mimi naenda kufanya mabadiliko, lakini ukishatoka tu kwenye eneo la mkutano huwezi kufanya, kwa sababu nyama imekuathiri, huwezi kufanya mambo sahihi. Ndio maana akina Daniel, Shadrach, Meshach na Abednego, sio kwamba vyakula vyote vilivyokuwa kwa mfalme vilikuwa vimetoka kwa mizimu, lakini ni pamoja na matengenezo ya afya. Walipoitwa mbele ya mfalme, akili ilipata kufanya maamuzi sahihi, kwa sababu haikula vyakula vilivyokatazwa kuliwa. Naomba Bwana atusaidie. Sasa ni nini kitakachopeleta wengine tunapokaribia na kufunga leo? Kukataa ushuhuda kunapelekea uasi. Yaani haya maneno tunaopata kutoka kwa Biblia na roho ya nabii, tunapoyakataa kinachofuata ni nini? Uasi. Selected Messages gombo la 3 ukurasa 84. Jambo moja ni hakika, Waadventista wa Sabato ambao watasimama chini ya bendera ya shetani wataanza kwa kuacha imani yao katika maonyo na maonyesho yaliyomo katika ushuhuda wa Roho wa Mungu. Yaani Waadventista wa Sabato kitakachofanya wengi waasi ni kuanza kuuliza maswali juu ya masuala ya roho ya unabii. Na siku hizi watu hawataki kusema Mama White nabii, wanasema mashauri
mashauri ya Mama Ellen White. Kwa hiyo wanachukua kama mashauri, hawachukui tena kama ni neno la nani? La Mungu. Sasa alishauri tu, ni mambo yake, alishauri. Na ukishasikia alishauri, maana yake ni nini? Unaweza ukafuata au usifanye nini? Muda inawezekana usitoshe, lakini kama tutakuwa na ile asubuhi nitakusomea vipengele. Mama White anasema ni aidha maneno yangu ni ya Mungu au ni ya shetani. Na anasema mtayapima wenyewe. Na kwa taarifa yako, wewe unayemkataa Mama White leo, taifa la Amerika leo limemuidhinisha Ellen White kama mama mwandishi kuliko waandishi wote wa kike Amerika. Na kwamba yote aliyozungumza, yawe ya afya, yawe ya saikolojia, ya nini, wakasema ni ya kweli. Kwa hiyo huyu hawamhesabu tena kama asiyesoma. Hata kwenye vyuo vyao ukifanya research, ukimnukuu Mama White, umenukuu msomi sahihi. Yote aliyosema ya afya ni ya uhakika. Yote anayosema ya elimu ni ya uhakika. Bwana Yesu asifiwe. Lakini maandishi yake hayako juu ya Biblia, isipokuwa yanaeleza kwa undani zaidi Biblia. Jamani, haleluya. Sasa anasema ni nini sasa? Gombo la 4, Shuhuda za Kanisa, gombo la 4, ukurasa 211, anasema ni mpango wa shetani. Mpango wa nani? Kudhoofisha imani ya watu wa Mungu katika ushuhuda. Sasa tumeambiwa juma hili lilikuwa juma la uchapaji. Na Waadventista wa Sabato unaposema juma la uchapaji, ni vitabu vingapi? Biblia na roho ya nini? Ya unabii. Sasa kama ni mpango wa shetani kudhoofisha imani ya watu wa Mungu katika ushuhuda, inafuatia sasa sikiliza, inafuata hali ya kutilia shaka mambo ya msingi ya imani yetu, nguzo za msimamo wetu, kisha shaka juu ya maandiko matakatifu, na hatimaye kushuka kuelekea maangamizi. Wakati ushuhuda ambao zamani uliaminiwa, sikiliza, unapotiwa shaka na kuachwa, shetani anajua waliodanganyika hawatasimama hapo. Huongeza juhudi zake maradufu hadi anapowasukuma katika uasi wa wazi ambao hauwezi kuponywa na huishia katika uharibifu. Kwa hiyo shetani akinikamata kwa moja, anajua atanipeleka kwa mawili matatu. Ninapoanza kukataa shuhuda za nabii, nitaanza kukataa mafungu ya Biblia. Mwisho ninaishia kwenye uasi. Na anasema adui huyu sasa, selected messages gombo la 3 kurasa 83. Adui amefanya jitihada za hali ya juu kutumbisha imani ya watu wetu katika ushuhuda. Hivi ndivyo hasa shetani anavyoikusudia iwe. Na wale ambao wamekuwa wakiandaa njia ili watu wasizingatie maonyo na maonyesho ya ushuhuda wa Roho wa Mungu, wataona wimbi la makosa ya kila aina likiinuka na kuenea. Na hata napozungumza sasa, kuna rafiki zetu wengine kule Ulaya wameshaanza kukataa kwamba Mama White sio nani? Na walipoanza hilo wimbi, ndio wakaanza kusema hata Roho Mtakatifu sio nani? Sio Mungu. Unajua kwa nini? Mama White ameelezea kwa nini watu wanakataa swala la Roho Mtakatifu. Anasema kwa sababu Yesu mwenyewe hakuliongea kwa kina sana wanafunzi. Hilo ni siri, hapo ndipo fumbo ya Mungu ilipo. Ndipo nini? Najua hapa kuna walioenda jeshini, JKT au JUI au, sikiliza, mkiwa kwenye uwanja wa vita huwezi kufunua silaha ya msaada. Ukishafunua silaha ya msaada umeshindwa vita. Roho Mtakatifu ndiyo silaha ya msaada ya wokovu.
Nataka nikwambie hivi, damu ya Yesu msalabani haina thamani yoyote bila Roho Mtakatifu. Maana ni Roho ndiye atakayetuambia thamani ya hiyo damu msalabani. Halo? Ni Roho Mtakatifu ndiye anayetupatia visa ya kukaa mbinguni. Pasipoti yako hutaenda kokote mpaka ugongewe visa kwamba sasa unaweza ukaenda Ulaya na ukae muda gani. Maana hapo kwenye visa ndio wanasema huyu anatakiwa akae huko miezi 3, 4, mwaka. Maana usikii watu mara nyingi wakiwa nchi za nje wakisema passport imeisha, mara nyingi wanasema visa imefanyaje? Imeisha. Roho Mtakatifu ndiye anayetugongea kwamba tutafaa kuishi mbinguni au hatutafaa, sisi ni wa kuharibiwa milele. Halo? Kwa hiyo tunapokataa Biblia, tunapokataa ushuhuda, udanganyifu wa mwisho kabisa wa shetani utakuwa kufanya ushuhuda wa Roho wa Mungu usiwe na athari. Na Methali 29:18, pasipo maono watu huangamia. Shetani atafanya kazi kwa ujanja, kwa njia mbalimbali na kupitia mawakala tofauti, kuyumbisha imani ya watu walio wa Mungu katika ushuhuda wa kweli. Niwaombe nipakane hapa. Tutakapokutana nitakwambia habari kitakachowapepeta wengine ni mateso wakati wa sheria ya kitaifa ya Jumapili itakapotekelezwa. Na matokeo yake ni nini? Kanisa litaonekana kana kwamba liko karibu kuanguka, lakini Roho nabii nasema halitaanguka. Litabaki wakati wenye dhambi katika Sayuni watatupwa nje. Kanisa hili utaliona kana kwamba linayumba. Lakini naomba uniruhusu nisome hili, maana sijui kama wengine mtarudi mchana au la. Shuhuda za Kanisa gombo la 4 ukurasa wa 89 anasema Waadventista wa Sabato wengi wataiacha imani. Walioitwa ni wangapi? Wateule ni nini? Anasema hivi, kutikisika kwa Mungu kuna pepeta makundi makubwa kama majani makavu. Wakati wa ufanisi idadi ya waongofu huongezeka. Wakati wa ufanisi, unasikia Mbeya net event, sijui Magomeni net event, huo ni wakati wa ufanisi. Sema waongofu wanaongezeka, hakuna shida. Anasema lakini dhiki huzisafisha roho hizo kutoka kanisani. Na sasa mnalia, mbona tulifanya net event? Mbona tulibatiza 20,000? Mbona tulibatiza 28,000? Lakini takwimu za katibu wa field ni chini, kwa sababu hawatavumilia ushahidi ulio wazi. Wengine hata tumewabatiza hatukuwafanyia kazi. Pastor hapa amesema sauti ya unabii. Mtu hujafundisha, hajaelewa, unamwapisha juu ya swala la unabii kwamba ndio la kulitambua kanisa la kweli la masalio, na hakuna kwenye hubiri la hadhara aliyehubiri habari ya unabii. Sasa kwa nini huyu mtu wa Mungu unamwapisha kitu ambacho hakielewi, hajawahi kukisikia? Unamwapisha kwamba unajua mafundisho ya Waadventista wa Sabato kama yanavyofundishwa na Waadventista wa Sabato. Alafu na yeye kwa sababu anataka kubatizwa asema ndio naamini, wakati hata hayakukaziwa. Watu wamehubiriwa utajirisho tu mwanzo mpaka mwisho. Wanachotaka ni wabarikiwe, wanachotaka ni wafukuziwe mapepo, wanachotaka ni waponywe magonjwa, lakini ukweli haukuwekwa ukweli kama ukweli. Hasa alikuja kwa sababu amepona ugonjwa wake, na alipoona umepona amerudi kwenye business yake kama kawaida. Mmoja nilimuuliza, mbona umerudi haraka? Asema mimi niliposikia tu kwamba kuna ubatizo wa kuzamishwa na mimi sijazamishwa, nilikuja tu na nimeshazamishwa, nimerudi nilikotoka. Maana hakueleza kwa nini abatizwe kwa kuzamishwa. Anasema kama kundi mioyo yao haiko imara na Mungu. Na anasema hivi karibuni watu wa Mungu watapimwa kwa majaribu makali kama moto,
na sehemu kubwa ya wale wanaoonekana sasa kuwa wa kweli na wa dhati wataonekana chuma bandia. Hiyo ni kwa mujibu wa Shuhuda za Kanisa gombo la 5 kurasa 136. Chana wa leo anayesema nataka kusimama imara katika kipindi cha kupepetwa, nataka nawe niwe miongoni mwa hao wachache wa kuingia makao ya amani, waweza ukasimama. Lakini mchana wa leo ninao wito maalum kwa watu maalum. Halo, nina wito nini? Kwa watu nini? Ni watoto wote na vijana. Maana neno la unabii linasema wakati amri ya Jumapili na kwenda kutangazwa, wazee wote tutalala, watoto wachanga watalala, watabaki hawa watoto na vijana. Sasa wale ambao Mungu atawatumia kwa namna anavyoona, maana unavyoonekana kama si wao ni watoto wao au wajukuu wao, maana unabii unakwenda kwa haraka. Tunataka tuwakabidhi kwa Bwana kwa maombi maalum, tuwasimike katika neno la Mungu, wasimame imara. Haleluya. Kwa hiyo watoto wanaohitaji wasimikwe kwa Bwana, naomba waje hapa mbele pamoja na vijana. Njoni tu, ni wakati wenu. Na vijana, mnakumbuka nukuu niliyosoma jana kwamba Bwana anawahitaji, lakini shetani naye anawahitaji. Na roho ya nabii nasema mishale mingi ya yule mwovu inaelekea kwa vijana, na anasema wataokolewa tu na watu wenye upendo na huruma wa kuwakabidhi mikononi mwa Bwana. Bwana, ninataka hili kwa kuwa nimechafuka, au kwa maji unisafishe kabisa. Ndani na nje kwa moto utakavyo, ili dhambi ife kwangu, ife kwangu. Tunapoimba fungu lingine, naomba watu wa maalum tunaowaweka wakfu ni wazee wetu wa kanisa. Wao ndio wanaohubiri, ndio wanaotoa matangazo, ndio wanaotuelekeza shughuli nyingi. Wao na waomba waje hapa mbele tuwakabidhi kwa Bwana, ili Bwana awape nuru ya kutuandaa katika kipindi cha mwisho. Mpaka moyo ni safi, siwezi kuyafahamu mambo mazuri ya mbingu, mambo mazuri ya mbingu. Vishe Mwokozi, ndani na nje kwa moto utakavyo, ili dhambi ife kwangu, ife kwangu. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru tena kwa mchana wa leo. Haya ambayo umetufunulia ni mazito, yanahitaji mageuzi ya haraka tena ya uhakika kwa ajili ya uzima wa milele. Lakini tunakiri kwamba hatuwezi kuyafanya peke yetu. Naomba utumwagie Roho wako Mtakatifu, tumwagie mvua ya vuli, dhambi ikome kuwa sehemu ya maisha yetu. Tumwagie mvua ya masika, utupige muhuri kwamba sisi ni wako milele. Mbele yako wamesimama watoto na vijana, wameitikia wito kwamba wanahitaji kusimama kwako. Hata kama walioitwa ni wengi, wateule ni wachache, wamehitaji kuwa miongoni mwa wale wateule. Ninawaweka viganjani mwako. Ninaomba ubadilishe tabia zao, badilisha mienendo yao, badilisha mtazamo wao,
wafanye kuipenda Biblia kuliko nyakati zingine zote, waweze kupenda mambo matakatifu kuliko nyakati zingine zote, wawezeshe kushinda mishale ya yule adui. Muonekano wako ufanane na wewe Yesu. Wapatie kusimama, maana watapata changamoto kwa vijana wenzao walio duniani, lakini changamoto kubwa kwa vijana wenzao walio kanisani, kwamba wewe umekuwa mshamba, unaacha na hili. Naomba waambie kwamba walio washamba kwako ndio wa uzima wa milele. Lakini wasimamie na wazee wa kanisa na mchungaji, wanaopanga mahubiri, wanaohubiri, wanaotuambia ukweli, wanaopanga mikutano mbalimbali. Tunaomba uwawezeshe, waongezee hekima, waongezee maarifa, waongezee ujuzi, wapatie kukemea kwa upendo, ili kanisa lako lisimame katika kweli na katika kweli tupu. Tuandae kwa ujio wako wa mara ya pili. Tuwaomba na kuamini katika jina kuu la thamani la Bwana na Mwokozi wetu Yesu. Amina. Bwana bariki. Ni alike Avestazi wakija kuimba wimbo hapa kwa kapela. Nisema kapela pasipo vyombo.